Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, hadithi tamu zenye mafunzo kwa kila kizazi. Leo tunakuletea hadithi yenye kugusa moyo, Barua ya Mama Kutoka Kijijini. Barua ya Mama Kutoka Kijijini, hadithi ya mafunzo na hisia. Kulikuwa na kijana aitwaye Samsoni, kijana mwerevu kutoka kijiji kidogo cha Lugulu. Alipata nafasi ya kwenda kusoma chuo kikuu jijini Nairobi. Watu wote wa kijiji walijawa na furaha, hasa mama yake mzazi, ambaye alimlea kwa jasho na machozi baada ya baba yake kufariki alipokuwa bado mdogo. Siku Samsoni alipopanda basi kuelekea mjini, mama yake alimbusu kichwa na kumkabidhi mfuko wa viazi na kuku mmoja wa kienyeji. "Usiwahi kusahau ulipotoka, mwanangu," mama alimwambia kwa sauti ya upole. Samsoni alitabasamu na kuahidi, "Sitawasahau kamwe." Lakini mambo yalibadilika alipofika mjini. Alivutiwa na maisha ya kisasa, simu mpya, mavazi ya bei ghali na marafiki wa tabaka la juu. Taratibu alianza kukwepa simu za mama yake. Hakujibu barua wala hakurudi kijijini hata likizo zilipowadia. Kila alipokumbushwa na rafiki zake kuhusu familia yake, alikwepa mada hiyo. Mwaka wa 3 chuoni, alipokuwa akikabiliana na changamoto nyingi za maisha na kushindwa kuelewa kwa nini hakuwa na amani licha ya kuwa na kila kitu alichotamani, ndipo barua moja ilifika. Iliandikwa kwa mkono kwenye karatasi ya zamani iliyojaa maandishi ya upendo. "Mwanangu Samsoni, naandika barua hii nikiwa nimeketi chini ya mti wetu wa mwembe, pale penye kivuli tulichokuwa tunakula ugali pamoja wakati wa jioni. Mama yako bado anakupenda licha ya ukimya wako. Siandiki kukuambia kuwa hunitumiagi pesa, la hasha, bali kukuambia kuwa bado ninaombea ndoto zako kila usiku. Najua mjini mkubwa na maisha ni mapya, lakini mwanangu, kumbuka mizizi yako. Kumbuka kilio changu cha furaha siku ulipochaguliwa kwenda chuo. Usinione kama mama mzee asiyejua lolote, ila moyo wangu unajua upweke. Rudi hata kama ni kwa siku moja, nikukumbatie. Mama yako anayekupenda, Nandwa." Barua hiyo ilimvunja Samsoni moyo. Alikaa kimya kwa dakika kadhaa, machozi yakimtoka bila kujizuia. Siku iliyofuata aliandaa safari ya kwenda kijijini. Alipofika kijijini, watu walimshangaa, wengine walimkwepa kwa sababu walihisi amewasahau. Lakini alipomwona mama yake akiwa ameketi kwenye kiti cha miluzi, akiwa mzee zaidi na dhaifu, alimkimbilia na kumkumbatia kwa nguvu. "Mama, nisamehe," alilia kama mtoto mdogo. Mama Nandwa, kwa sauti ya upole na machozi machoni, alijibu, "Umerudi mwanangu, hilo ndilo la muhimu zaidi." Tangu siku hiyo, Samsoni alibadilika. Alikumbuka thamani ya familia, upendo wa mzazi na mzizi wa maisha yake. Alikuwa tajiri kwa elimu, lakini sasa pia alikuwa tajiri kwa maadili. Nzoe hadithi. Familia ni msingi wa maisha, haipaswi kusahaulika. Maendeleo hayaondoi umuhimu wa upendo wa wazazi. Barua ndogo inaweza kubeba uzito wa hekima na mabadiliko makubwa ya maisha. Asante kwa kusikiliza hadithi hii kutoka Tunu za Kiswahili. Usisahau kusubscribe, kushiriki na kutuandikia maoni yako. Mpaka wakati mwingine, kumbuka, hadithi ni hazina ya maisha. Tunu za Kiswahili.